Haya, tukirejea sasa ni kwamba rais wa shirikisho la soka nchini FKF Hussein Mohamed alijikuta pabaya aliposhindwa kujibu ipasavyo maswali ya kamati ya michezo bungeni kuhusu kashfa ya fedha ya CHAN 2024 ambapo kampuni isiyo na leseni ya Riskwell Insurance Brokers Limited ilipokea shilingi milioni 42. Kikao cha Jumanne pia kilishuhudia naibu rais wa FKF McDonald Mariga akiwa ameandamana na wanachama 9 wa NEC wakifichua ukiukaji zaidi wa fedha ndani ya shirikisho hilo, ikiwa ni pamoja na utoaji zabuni za huduma pasi na kufuata sheria. Wiki mbili baada ya shirika la The Standard Group kufichua kashfa ya CHAN 2024 shilingi milioni 42, rais wa FKF Hussein Mohamed alifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu michezo kujibu tuhuma hizo. Kamati hiyo inayoongozwa na mbunge wa Webuye Magharibi Dan Wanyama ilitaka kujua jinsi kampuni ya Riskwell Insurance Brokers Limited ilivyolipwa shilingi milioni 42 ilhali haikuwa na leseni ya kudumu Agosti 2025 wakati wa dimba la CHAN kutoka mamlaka ya udhibiti wa bima. Fiduciary duty to tell us whether the broker that your organization paid 43 million shillings to was registered. I don't know. I've said in my earlier statement, I don't know about this company. I don't know about its registration. I don't know who the owners are. I don't interact with them. I've never interacted with them. In a nutshell, you are saying, actually, it was just God that protected this country from that CHAN thing because we did not have an insurance in the first place. Katika kikao cha pili, kamati ikimhusisha McDonald Mariga ambaye aliongoza kundi la wanachama 9 wa NEC kati ya 12, walidhibitisha kuwa rais wa FKF Hussein Mohamed alikuwa anafahamu kikamilifu kuhusu malipo hayo ya bima. Riskwell was nowhere near this procurement, and it was formed 40 days before this payment, and since then there's been nothing like Riskwell anywhere. Maybe they did. No office, no nothing. The same insurance premium was paid by LOC and by extension the government. So these are no small issues. Wanachama wa NEC pia walibaini masuala mengine ya kutia wasiwasi, ikiwa ni pamoja na kutoidhinishwa kwa bajeti za mipango ya FKF kitaifa hadi mashinani zinazofadhiliwa na FIFA na serikali, kombe la Kenya United lililopendekezwa, pamoja na bajeti iliyotumika wakati wa michuano ya wanawake ya FIFA Series. Since then, no budgets have been presented to the NEC, including those related to national team engagements and government-funded FKF programs. Hussein Mohamed pia anatumiwa kwa kuwaada wanachama wa NEC, huku mkurugenzi wa fedha akidaiwa kupigwa kalamu bila idhini ya NEC. Tuhuma nyingine ni pamoja na matumizi mabaya ya fedha yakiwemo akaunti za timu ya taifa Harambee Stars, malipo kwa kampuni za Track and Trace, Abracobi, Jetways, Right Travel, Lux Travel, Goldlink Insurance Brokers, MC Sports na Pulse Limited bila idhini ya kamati kuu ya NEC. The finance director was also irregularly and verbally dismissed from FKF during the same period and has not been replaced, thereby weakening Category 1 of internal financial controls. Tayari naibu rais wa FKF McDonald Mariga amewasilisha barua ya ushahidi wa sakata hii kwa FIFA, ila kamati ya bunge inahofia huenda shirikisho la dunia FIFA halitashughulikia madai haya ya ufisadi ipasavyo. FKF and FIFA carry a history of what is called foul play. In fact, the two institutions have an entrenched culture of racketeering, corruption, scandals, bribes, money laundering. That is the history of both FIFA and FKF. Hussein Mohamed alichaguliwa kwa rais wa FKF Disemba 7, 2024, akimrithi Nick Mwendwa aliyekuwa ameongoza tangu Februari 10, 2016. Davis Mberia, KTN. Tukisalia na swala hilo, pale katika kamati ya bunge Jumanne kulikuwa na